Your online radio. The new online radio that makes you happy. Radio. Tuning good vibes. All-time favorites. Jamii ya Waluo ni mojawapo ya makabila 42 nchini Kenya. Historia yao ni safari ndefu na ya kuvutia ya kuhama kutoka bonde la Nile hadi maeneo ya maziwa makuu ya Afrika Mashariki. Waluo ni sehemu ya kundi kubwa la Wanailoti wa mito na maziwa nchini Kenya. Jamii hii ni ya 4 kwa ukubwa ikiwa na takriban 10.6% ya idadi ya watu kulingana na sensa ya mwaka 2019. Waluo wengi wanaishi katika kaunti 4 ambazo ni Siaya, Homa Bay, Kisumu na Migori. Kaunti hizi zipo katika ukanda wa ziwa linalofahamika sana na jamii hii kama Namlolwe. Ulimwenguni kote, kifo ni sehemu muhimu ya maisha ya mwanadamu. Kama vile maisha yanavyoanza kwa sherehe na furaha, jamii nyingi nchini Kenya bado hudumisha mila zao za maombolezo kulingana na desturi za mababu zao. Waluo kama jamii nyingi nyingine wanaamini katika maisha baada ya kifo. Maombolezo katika jamii ya Waluo hujulikana kama liel. Kwa mujibu wa utamaduni wa Waluo, shughuli za mazishi hugawanywa katika sehemu kuu 3. Ingawa taratibu zinaweza kutofautiana kutoka eneo moja hadi jingine. Tunasafiri hadi kijiji cha Kachieng. Hapa ni kaunti ya Homa Bay, ambapo tunakutana naye Pamela Ogada, mwanamke mzee mwenye ufahamu mkubwa kuhusu mila na tamaduni ya jamii ya Waluo. My name is Pamela Ogada. So I'm going to talk about the Luos from South Nyanza, where I come from. Keloyuak. Kwa mujibu wa Pamela, Keloyuak ni hatua ya kwanza inayochukuliwa wakati mtu katika jamii hii ya Luo anapofariki. Keloyuak is, let's say that the person has died maybe in the hospital. So someone, they have gotten that information. And see, like long time, there were no phones or anything. So someone had to be sent physically. So go and tell that home, the particular home where the person has died, that they have done what? They have lost their person. And so it's through wailing that others will get to know that there is bereavement in such and such a home. And if, for example, if you are married, that is, if you are a woman married from a different area, that is, and you get to hear that either your mother or your father is dead, then you have to also do what? Wail from the place where you are married. Let's say you are married in Kisumu and your home is in South Nyanza. So the moment you get to hear the news, you'll have to wail, and that will inform others that so and so has been bereaved, and so they'll come to support you, to console you, condole with you, and so you'll prepare and do what? Come for the funeral of whoever has died. So when you come, you also have to wail. So that is what is called Keloyuak.
Katika hatua hii, familia huwajulisha ndugu kuhusu kifo. Watu huanza kufika nyumbani kwa marehemu kutoa pole. Wazee wa familia hukutana kujadili hatua zinazofuata za mazishi. Hatua ya pili, maandalizi ya mazishi. Hatua hii huhusisha kupanga na kuandaa shughuli zote za mazishi. Kwa kawaida mikutano ya kifamilia hufanyika. Kamati maalum ya mazishi huundwa. Michango ya kusaidia familia huanza kukusanywa. Katika jamii ya Waluo, mkutano huu hujulikana kama anyuola. When a person dies, as this person died in the homestead or in the hospital, so long time, if people died in the homestead, their body would be preserved in the homestead. But nowadays, when someone dies in the homestead, they are taken to the nearest mortuary, and then during the time the person is there, the community will continue mourning. Hatua ya tatu, iko. Iko ni neno linalotumika kueleza mazishi katika jamii ya Waluo. Mazishi hujumuisha taratibu nyingi za kitamaduni zinazoonyesha heshima kwa marehemu pamoja na mshikamano wa jamii. Tukiwa bado katika kijiji cha Kachieng, tunakutana naye Bernard Athuri. Huyu anatoka jamii nyingine tofauti na ya Waluo, ila ameishi na kutangamana na desturi ya jamii hii kwa miaka mingi. Jina yangu ni Bernard Athuri. Mimi kitu nasema, hii kitu isianza saa hii. Na Mjaluo huwa anafuata mila zao. Hiyo ni kitu walianza tangu nyuma na wachacha. Mwenzao akikufa wanataka kila mtu huwa anajipanga. Sio ile ya kuharakisha, hata mtu atajipanga afike kwa hiyo matanga wanasema wanasika kesho. Kama niseme kama kwetu Kisii nikikufa, hawana shughuli kwa wataweza ngojea hata mwingine mwenye yako mbali ya kuja. Wataweza shika baada ya siku 5. Ikienda sana ipiti siku 10. Lakini Mjaluo huwa wanasikizana, wanasema fulani hajakuja, fulani hajakuja, hii haijafanyika. Kwa utaratibu tu, hawana haraka. Hawataki kusika mtu yao kama mbwa. Ni watu wanashika mtu kwa heshima kabisa. Hiyo ndio Jowi ni desturi muhimu katika maombolezo ya Waluo. Ni neno la sifa au heshima linalotumika wakati wa kumtaja au kumsifu marehemu, hasa mwanaume. Mara nyingi hufanywa na wanaume wakitumia mkia wa ng'ombe maalum unaojulikana kama orengo. Jowi is a term that is like you are hailing somebody, you know. So there are some words that are used like praising someone. Jowi, Jowi, Jowi. At that time, it's usually done with men. There's this whisk that they use. So they actually use that to praise the person, like hailing them, like somebody who's tough, who is strong, yeah, who is powerful. Yes. Teruburu. Teruburu kwa tafsiri rahisi ina maana ya kufukuza vumbi. Hii ni sherehe maalum inayofanywa hasa kwa wanaume wenye hadhi kubwa katika jamii. When somebody died, like if it is a man, then they would come with cows. So many cows. So they would come and dance and eat, you know, like a feast. Like you would talk of maybe cleansing. Yes. Yeah.
wao wanapenda mtu yao akikufa, wanampenda na wataki kumshika kama mtu mwenye au kuwa na kilikana. Ni watu wako na heshima, na mwenzao akikufa wanaelewa ni mtu yao, na wao wanapenda sana kumshughulikia na kufanyia sherehe zote kulingana vile walikuwa wanamjua. Najua hivyo. Wakati huu watu hukusanyika pamoja kula na kushirikiana wakati wa maombolezo maarufu Kanyakla. Kitendo hiki huonyesha upendo, umoja na mshikamano kwa familia iliyofiwa. Kama zilivyo jamii nyingi nyingine nchini Kenya, mila na desturi za mazishi ya Waluo katika enzi hii ya kisasa zimeathiriwa sana na dini. Familia nyingi siku hizi huendesha mazishi kulingana na msingi ya kidini pekee, huku baadhi ya matambiko ya kienyeji yakitupiliwa mbali. Christianity has really done a lot in terms of even changing the perspective of the Luo community when it comes to the rituals that used to take place during the time of bereavement. The way of doing things has really changed, and so that is something which is really positive. Because some of those rituals may not make sense to the current Luo population, those who are the young ones, because there are different generations, and with different generations there is change, and so Christianity has really done a lot of change when it comes to that. Mtu akufangi, mwili ndiye inakufa. Mila, tamaduni na desturi ni sehemu ya kitambulisho muhimu cha historia cha jamii nyingi za kiasili, sio tu nchini Kenya, bali katika mataifa mengi barani Afrika. Mila hizi huashiria ukwasi wa tamaduni za bara la Afrika. Nikiripotia makala maalum kuhusu mila na tamaduni ya Waluo, mimi ni Violet Akinyi. Your online radio, the new online radio that makes you happy. Radio. Tuning good vibes. All-time favorites.